Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya Matawi, mwaka A wa kiliturujia katika kanisa. Ni siku ya kuadhimisha mambo makuu mawili. Kwanza ni Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe kama mfalme siku 6 kabla ya Pasaka. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 569 na 570 ikinukuu maandiko matakatifu inafundisha hivi: yeye ambaye siku zote alikataa juhudi za watu za kutaka kumfanya mfalme, muda ulipowadia aliingia katika mji wa Daudi, Yerusalemu, kama Masiha, mfalme wa utukufu, akipanda punda, akishangiliwa kama mwana wa Daudi, anayeleta wokovu si kwa hila wala kwa nguvu, bali kwa unyenyekevu na amani, wokovu ambao ataukamilisha katika Pasaka ya kifo chake na ufufuko wake. Hivyo adhimisho la sehemu hii linapambwa na maandamano yetu sisi, tukikumbuka tukio hili na kumuungama Kristo Yesu kuwa ni mfalme wetu hapa duniani na katika Yerusalemu mpya, yaani mbinguni, kama sala ya kubariki matawi inavyosema: E Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakase matawi haya kwa baraka yako, nasi tunamfuata Kristo mfalme kwa shangwe, utujalie tufike Yerusalemu ya milele kwa jina lake. Maandamano haya yanapaswa kupambwa kwa nyimbo za furaha za kumsifu Mungu na kumshangilia Kristo Yesu, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani na utukufu juu mbinguni. Yesu anaonya, tusipoimba sisi au tukinyamaza, mawe yatapiga kelele. Sehemu ya pili ni adhimisho la mateso ya Yesu yanayotuingiza katika Juma Kuu, kiini cha mwaka mzima wa kiliturujia. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 557 mpaka 560, Mama Kanisa anafundisha kuwa Dominika ya Matawi ni mwanzo wa Juma Takatifu, kipindi cha kuyatafakari mateso makali yaliyoyapata Kristo na mapato yake, ushindi dhidi ya dhambi na mauti, ushindi unaodhihirishwa na utukufu wa ufufuko wake. Yeye alipanda Yerusalemu tayari kufa, kwani ni mara 3 alishatangaza juu ya mateso yake na kifo chake. Naye akikumbuka kifo dini cha manabii waliouawa Yerusalemu, alisema hivi: haimkini nabii afe nje Yerusalemu. Naye alipouona mji wa Yerusalemu auliulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Hivyo fumbo la Pasaka, msalaba na ufufuko wa Kristo ni kiini cha habari njema ya mpango wa wokovu wa Mungu uliotimilika mara moja tu kwa kifo cha ukombozi cha mwana Yesu Kristo. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka Mwokozi wetu atoe mwili na kuteswa msalabani ili wanadamu wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kuwa na uvumilivu kama yeye na kustahili kuishi mateso yake ambayo tunaweza kuyafahamu vizuri tu tukiyatazama pamoja na ufufuko wake. Masomo yanayosomwa katika liturujia ya neno Dominika hii ni haya. Katika sehemu ya kwanza ni Injili ya Mathayo sura 21 aya kwanza hadi ya 11, ikisimulia kuingia kwa Yesu Yerusalemu kwa shangwe. Na katika sehemu ya pili, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya 4 hadi ya 7. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 6 aya 6 hadi ya 11, na Injili nilivyoandikwa na Mathayo sura ya 26 aya 14 hadi sura ya 27 aya ya 60. Nayo kwa ujumla wake yanamwonyesha Yesu Kristo kuwa ni Masiha na mfalme wa amani, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na hana makuu. Haya yote yanajidhihirisha kwa kuingia kwake Yerusalemu kwa shangwe, akiwa juu ya mwanapunda na sio juu ya farasi kama wafalme wa nyakati hizo. Kadiri ya mapokeo, mwanapunda ambaye hajatumiwa bado kwa kazi yoyote alitumika kwa mambo matakatifu. Hivyo Yesu kupanda mwanapunda ni ishara ya utakatifu wake na ya kuwa anayoenda kuyafanya ni matakatifu. Tukio hili linatimiza utabiri wa nabii Zekaria unaosema: furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako,
ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Zekaria sura ya 9 aya ya 9. Masimulizi ya maandiko matakatifu yanasema kuwa watu waliochukua matawi, ishara ya ushindi na matumaini, walitandika nguo zao huku wakiimba nyimbo za furaha na kuufanya mji wa Yerusalemu utikisike kwa kelele za shangwe, hivyo kuamsha hasira za wakuu wa makuhani, Mafarisayo na waandishi, hata wakaanza mikakati ya kumkamata. Hivyo nyakati za usiku walimkamata akiwa bustani ya Getsemane akisali. Kesho yake alihukumiwa bila hatia, akapigwa mijeledi, akavikwa taji ya miiba, akadhihakiwa, akatemewa mate, akabebeshwa msalaba, akashika njia kuelekea Golgotha. Ni safari ya mateso makali. Alipofika Golgotha alisulubiwa, hatimaye akafa kifo kama cha mtu aliyelaaniwa, kwani maandiko matakatifu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 aya 22 hadi 23 yanasema hivi: ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utazikwa siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu, asije akatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Lakini jinsi kifo chake kilivyokuwa cha pekee kiliwafanya walioshuhudia wasadiki waguzi wa manabii na kusema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Haya yote aliyotendewa Yesu yanatufundisha kuwa hakuna utukufu pasipo mateso, hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Mateso na mahangaiko ya maisha yetu hapa duniani yanaakisi tu mateso yake kwa ajili ya dhambi zetu. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa anatuhimiza kuyavumilia mateso yanayotupata katika kuikiri na kuishuhudia imani yetu kwa Kristo, ili tuufikie utukufu wake na kuingia katika ufalme wa mbinguni kama kiyapokea kwa imani. Ni wazi tukiwa na mtazamo kama huu, kamwe mateso hayatakuwa kikwazo kwa imani yetu. Lakini mateso yatokanayo na dhambi zetu wenyewe, tusipotubu, kuomba msamaha na kubadilika, hayatatuletea wokovu, bali yanatupeleka katika moto wa milele aliyotayarishiwa Ibilisi na malaika zake. Katika simulizi la mateso ya Yesu, umati wa watu walipiga kelele wakisema, "Muondoshe, muondoshe, msulubishe, msulubishe." Nasi kwa mawazo, maneno na matendo yetu maovu, kwa kutokutimiza nyajibu zetu za Kikristo, tunamkana Kristo na kutoa mlio na makelele kama hayo tukisema, "Muondoshe, muondoshe, msulubishe, msulubishe." Petro alijaribu kupambana na nguvu za giza kwa upanga na mara 3 alimkana Kristo. Je, sisi nasi hatuna fikra kama za Petro za kupambana na nguvu za shetani kwa upanga na mambo ya giza, masengenyo, malumbano, mapigano, visasi na fitina? Tukumbuke kuwa Kristo Yesu amemshinda shetani na hila zake kwa uvumilivu, unyenyekevu, upole na utii wake kwa Mungu Baba. Nasi hatupaswi kumpigania kwa nguvu za kibinadamu na kishetani, bali kwa ushuhuda wa maisha mema. Jogoo amekwisha kuwika mara ya 3. Tulipokosea tujirudi, tujiweke chini ya msalaba, kwani hatuna tumaini jingine. Japo kwao wanaopotea ni kikwazo na upuuzi, kwetu sisi ni nguvu ya Mungu, alama ya ushindi, tukiutazama kwa imani na moyo wa toba. Tumwombe Mungu atujalie moyo thabiti na wa ujasiri wa kuyapokea mateso na mahangaiko kwa uvumilivu na imani kama Kristo. Hata tukisikia hatumjui mtu huyu, muondoshe, muondoshe, msulubishe, msulubishe, tusikate tamaa na kurudi nyuma, bali tupate nguvu na kujivika ujasiri zaidi, ili mwisho wa yote tukamsifu Mungu pamoja na malaika wake mbinguni milele yote. Nabii Isaya anasema, Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi. Uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Basi tuombe neema ya kuwa wasikivu na watii, tukubali kufundishwa na kuelekezwa. Tuingie Juma Kuu kwa moyo wa majuto, tujipatanishe na Mungu ili tuweze kuifurahia siku ya Pasaka, na tunuie kutokurudi nyuma mpaka tutakapoingia katika furaha ya milele
katika Pasaka ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Pascale Irondo. Inueni vichwa vyenu